Maji kwa kutuongoza kwa Bwana. Tumebarikiwa na sasa ni wakati mzuri wa kwenda kusikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu leo linatoka katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 8 mpaka wa 37. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 8 hadi wa 37. Alafu pia kwenye kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 34 mpaka 40. Nasema neno la leo linatoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 8 mpaka 35. Na kichwa cha ujumbe kinasema mwanamke Mshunami. Tuseme mwanamke Mshunami. Ndiyo, mwanamke Mshunami. Haya, naomba tuende tukasome sasa kwa ajili ya muda. Wafalme wa Pili mlango wa 4 kuanzia mstari wa 8 mpaka 37. Wiki iliyopita tulianza mstari wa kwanza mpaka wa 7. Leo tunaenda 8 mpaka 37, 8 mpaka 37. Wafalme wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 8 hadi wa 37. Biblia inasema, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Sema mwanamke mwenye cheo. Yes, hata kwenye Biblia kuna wanawake ambao walikuwa wana vyeo, viongozi. Kwa hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akaisimama mbele yake. Akamwambia sema naye sasa, tazama, wewe umetutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Yaani akiwa anamaanisha hahitaji chochote kutoka kwa mfalme au kutoka kwa nani? Kwa jemedari, kwamba yeye ni kiongozi wa watu wake, inatosha. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akasema huyu hana mtoto. Akamwambia kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni mwa chumba wakati wa kuingia. Akasema, panapo wakati huu, yani Elisha sasa akamwambia yule mwanamke Mshunami, akasema, panapo mwaka huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye mavuno. Yule mtoto akaenda kwa baba yake shambani huko. Mstari wa 19, akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Yani mtoto akaanza kulalamika, kichwa kinamuuma sana. Naye akamwambia mtumishi wake, yani baba yake akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Yule mtoto akafa. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu,
akamfungia mlango akatoka. Kisha akamwita mumewe akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda mmoja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Sio mwandamo wa mwezi wala Sabato? Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima wa Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomwona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama, Mshunami yule kule. Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki, ukamwambie, hujambo? Mume wako hajambo? Mtoto wako hajambo? Akajibu, hawajambo. Naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu kilimani, alimshika miguu. Gehazi akakaribia amuondoe, lakini mtu wa Mungu akamwambia, mwache, maana roho yake ndani yake ina uchungu, na Bwana amenificha wala hakuniambia. Yule mwanamke akasema, je, naliomba mwana kwa bwana wangu? Mimi sikusema usinidanganye? Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, jikaze viuno, ukachukue fimbo yangu mkononi mwako, ukaende zako. Ukikutana na mtu usimsalimu, na mtu akikusalimu usimjibu. Ukaweke fimbo yangu juu ya uso wa mtoto, yani yule mtoto aliyefariki. Aende akaweke fimbo juu ya mtoto. Na mama yake yule mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Yani akamwambia, yani wewe lazima tuondoke wote. Basi akaondoka akamfuata, na Gehazi akawatangulia, akaiweka ile fimbo juu ya uso wa mtoto, lakini hapakuwa na sauti, yani hakufufuka na wala majibu. Hapakuwa na sauti wala hapakuwa na majibu yoyote. Basi akarudi ili kumlaki, akamwambia akisema, mtoto hakuamka. Basi Elisha alipofika nyumbani, tazama, mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake, yani amelazwa kwenye kitanda cha Elisha. Basi akaingia ndani, akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili. Walikuwa wawili tu. Akamwomba Bwana, akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake, yani akachukua mdomo wake akaweka juu ya mdomo wa mtoto, na macho yake juu ya macho ya mtoto. Kwa hiyo wakawa wanatazamana hivi. Muujiza kama ungefanyika siku za leo shughuli ingekuwepo kwenye vyombo vya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo narudia mstari wa 33. Basi akaingia ndani, akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili, akamwomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake, na macho yake juu ya macho yake, na mikono yake juu ya mikono yake, akajinyoosha juu yake. Jamani, sawa? Akajinyosha juu yake. Mwili wake yule mtoto ukaanza kupata moto, yani alipojilaza mwili ukaanza kupata joto. Yule mtoto alimlalia. Kisha akarudi akatembea nyumbani, yani akaanza kutembea mule chumbani kule, huko na huko mara moja. Akapanda tena mara ya pili, akajinyoosha juu yake, na yule mtoto akapiga chafya mara 7, na mtoto akafumbua macho yake, yani akafufuka. Akamwita Gehazi akasema, mwite yule Mshunami. Basi akamwita, na alipofika kwake Elisha akasema, haya, mchukue mwanao. Ndipo akaingia akamwangukia miguuni, akainama mpaka chini, kisha akamchukua mwanaye akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Naamini utakuwa umefurahia kisa hicho. Nimekisoma kwa kina ili tuweze kwenda kujifunza. Sasa tukaangalie mambo 7 kuhusiana na somo hili. Mambo 7 kuhusiana na somo hili.
Somo linaitwa mwanamke mshunami. Lakini kabla tujaenda kuangalia hayo mambo saba, kweli kuu tunayojifunza katika somo la leo, kweli ya Biblia ni hii: ukarimu na imani huleta faida kubwa katika maisha haya na katika maisha yajayo. Ukarimu na imani huleta faida kubwa katika nini? Maisha haya na katika maisha yajayo. Unaona, hizi baraka zote alizopata huyu mwanamke mshunami zinatokana na nini? Na kumkarimu au kumkirimu Elisha. Kama asingefanya hivi, asingepata mtoto. Jamani, sawa? Kwa hiyo ukarimu na imani kwa Mungu ina faida kubwa katika maisha haya na katika maisha yajayo. Hiyo ndio kweli ya somo la leo. Lakini mstari wa kukumbuka tunasoma pale kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 13 mstari wa 2. Mstari ambao natakiwa ukumbuke siku hii ya leo ni huu mstari unaotoka katika Waebrania 13 mstari wa ngapi? Wa 2. Biblia inasema, umeshafika Biblia inasema, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamekaribisha malaika pasipo kujua. Bwana asifiwe. Unajua watu wamekariri kwamba malaika wanambawa, wanakuja wote wanambawa. Wako aina nyingi sana za malaika. Kuna maserafi, kuna makerubi, kuna malaika wakuu. Kuna ambaye kwenye Agano la Kale alikuwa anaitwa malaika wa Bwana. Lakini sasa pia kuna hao malaika ambao wanambawa. Lakini malaika walio wengi sana duniani ni watu kabisa. Yaani wana umbo la binadamu kama wewe. Wala huwezi ukajua kama ni malaika. Hao ni wengi kuliko kawaida. Bwana Yesu asifiwe jamani. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 2, msisahau kuwafadhili wageni. Hao malaika siku moja watakuja kwako kama wageni. Maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Niliwahi kuwapaga ushuhuda mmoja ambao ulimtokea mama mkwe wa rafiki yangu. Nakumbuka ule ushuhuda. Alikuwa na kaduka kake kama hivi unavyoona hapa. Si frame ile pale. Kwa yule mama alikuwa na frame kama ile pale. Sasa siku moja huyo mama ni mstaafu. Kwa hiyo yuko na kaduka kake kama hivi. Dukani anaenda anauza na akaja mama mmoja pale. Akamsalimu, akamkaribisha, akamwambia, bwana, mimi nina njaa. Kama kuna chakula chochote tafadhali naomba unipe. Yule mama akaingia ndani akachukua chakula kilikuwepo, akaja akampa. Wakawa wanaongea tu maongezi tu ya kawaida. Yule mama akala chakula kile, akamaliza akashukuru, akamwambia, duka lako hili litakutunza maisha yako yote. Yule mama akasema amina. Si unajua ni baraka tu, mtu akikubariki si unatukubariki tu, amina, si ndio? Akaondoka zake yule mama. Mama wa kawaida tu ambao unaona ni mhitaji. Alivyoondoka sasa, baada ya miaka kwenda sana, siku moja akakumbuka. Yaani kale kaduka hakaishi. Unajua kanamtunza kwa sababu gani? Akitaka kukopa anakopa umomo. Kile kiposho chake cha pensheni vile vinavyokuja kila mwezi kikija anarudisha. Kwa badala ya kwenda kukopa kwa mangi au kwa nani, anakaduka kake ambako anakopa, unaona, na kinampa faida. Hivi mpaka leo hivi kile kiduka kipo. Amina. Ndio sasa akawa anasema, unajua yule mama akasema yule mama atakuwa sio mtu wa kawaida. Amen. Lakini ilikuwa ni baada ya kufanya ukarimu wa kumkaribisha kasahani tu ka ugali na matembele na maharage. Sio hata ubwabwa. Na maji ya kunywa ya moroasa. Mtu anakuambia ubarikiwe. Kwa hiyo kwa kuendelea, hata kabla sijasahau, watu wengi wanapoteza baraka nyingi kwa ajili tu ya uchoyo. Bwana asifiwe. Haya, tuangalie hayo mambo saba tunayojifunza kwenye somo letu siku hii ya leo. Jambo la kwanza,
Andika. Jambo la kwanza tunalojifunza kwenye somo hili ni kuhusiana na wema na ukarimu. Andika wema na ukarimu. Tunajifunza kuhusiana na nini? Wema na ukarimu. Tunajifunza kuhusiana na wema na ukarimu. Sawa jamani? Wema na nini? Na ukarimu. Tunajifunza kuhusiana na kuwakarimu au kuwakirimu watumishi wa Mungu na watu wengine. Tunajifunza kuhusiana na kuwakirimu watumishi wa Mungu na watu wengine. Wema na ukarimu ni ibada na hutupa thawabu mbele za Mungu. Wema na ukarimu ni nini? Sema ibada. Na hutupa thawabu mbele za Mungu. Tunasoma pale kwenye mstari wa 8. Biblia inasema hata ikawa siku moja, Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 8. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemi, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha. Unajua kushurutisha? Kama kumlazimisha. Akamshurutisha aje ale chakula, yani aende kula nyumbani kwake pale. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Kwa hiyo kwenye ule mji wa Shunemi yule, kila Elia sasa alipokuwa akipita kwenye ziara zake alikuwa anapitia nyumbani kwa yule Mshunemi, anakula chakula pale, ametengenezewa chumba chake. Atengenezewa nini? Chumba chake. Katengenezewa chumba chake, ana kitanda, ana stuli, ana meza. Jamani sawa? Ana kitanda, ana stuli, ana meza, anakaa pale. Haya, wewe umeshurutisha wangapi kuwatendea wema? Unajua Mungu atusaidie jamani. Mimi nakumbuka kipindi fulani, na hii naomba tutabidi mke wangu turudie tena kufanya haya. Tulikuwa tuna utaratibu kila mwezi tunakaribisha watu nyumbani. Kila mwezi. Mke wangu anapika chakula hapo na nini? Tunakaribisha watu. Huyu unakaribisha yule, unakaribisha, na ukaribishi wale watu tu ambao ni marafiki zako. Hata watu wengine. Hata hapa Morogoro tulifanya hilo sana. Unajua watu wanapokuja nyumbani kwako, wakanywa maji, wakanywa chakula chako, wakaomba, wakaondoka, wanachoacha pale ni baraka kubwa sana. Amina. Angalia hapa, huyu alikuwa hana hata mtoto. Kwa kumkaribisha tu Elisha kuja nyumbani kwake, akapata mtoto. Kwa hiyo vitu vyako vingi inawezekana vimefunga kwa ajili tu ya kutokuwa mkarimu. Hebu angalia kwenye kitabu kile cha Mathayo ule mlango wa 25 mstari wa 34 mpaka 40. Mathayo ule mlango wa 25 mstari wa 34 hadi 40. Biblia inasema, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa nini warithi ufalme? Ndio maana nasema kukaribisha watu ni kuna thawabu. Kwa maana nalikuwa na njaa. Bwana Yesu anasema nalikuwa na njaa mkanipa chakula. Nalikuwa na kiu mkaninywesha. Nalikuwa mgeni mkanikaribisha. Nalikuwa uchi mkanivika. Nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Yaani haya matendo yote unayafanya, kwenda kutazama wagonjwa au unaenda kuwasaidia watu na nini, yana baraka. Anasema nalikuwa mgonjwa mkanitazama. Nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Swali la msingi sana. Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri nilivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Amina. Amina. Hao unaoona wenye uhitaji, hao Bwana Yesu anasema ni ndugu zake wadogo. Kwa hiyo ukitaka kuwatendea wema, tafuta watu
Utawatendea kwa watumishi wa Mungu kama tulivyoona yule mama Mshunami alivyotenda kwa Elisha, lakini tenda wema pia kwa watu wengine. Yaani unapopanda mbegu ya wema usiangalie nyuso za watu. Hata aliye kiongozi au aliye mtu tajiri anahitaji wema wako. Bwana asifiwe. Yes. Na wema unaweza ukawa sio vitu. Hata maneno yako ya faraja, ukakaa ukazungumza naye ukamtia moyo, ule ni wema. Ule ni wema. Jambo la pili, tunajifunza kuhusiana na umoja na ushirikiano wa familia. Umoja na ushirikiano wa nini? Wa familia. Sema umoja na ushirikiano wa familia. Ni jambo la pili tunajifunza katika somo la leo. Tunaona huyu mwanamke alifanya maamuzi baada ya kushirikiana na mumewe. Hakuamua mwenyewe. Najua umoja na ushirikiano hujenga familia imara na yenye maelewano. Nasoma mstari wa 9 na wa 10. Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 9 na wa 10. Angalia hapa Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Angalia sasa alivyokuwa na heshima. Akamwambia mume wake, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda, meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa tujiapo ataingia humo. Bwana asifiwe. Angalia heshima ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke kumbuka ni kiongozi. Ni mtu ambaye alikuwa na uwezo, lakini alimheshimu mume wake. Bwana asifiwe. Ni wanawake wangapi ambao wana vyeo, wana uwezo, kishapata cheo fulani, kipata uwezo fulani, anakuwa mkaidi. Lakini huyu anatupa mfano mzuri sana. Ni mwanamke mwenye adabu sana. Amewaza kitu kizuri lakini hakuamua mwenyewe. Akaenda kulipeleka kwa mume wake. Walitafakari pamoja. Wakaamua kwamba ni kweli wazo lako ni nzuri, fanya hivyo. Amina. Lakini hata ukiangalia kisa kizima, yale mawasiliano yake na mume wake, anaonekana ni mwanamke mwenye adabu. Lakini angalia tu hata mawasiliano yake na mtumishi wa Mungu. Anaitwa chumbani, chumba kile ambacho alimwandalia Elisha. Haingii choporo anakwenda kukaa. Anaingia, anasimama mlangoni. Mtumishi wa Mungu yuko kule. Ndiyo baba. Karibu mtumishi wa Mungu. Anasema anaondoka. Huyo anaonekana alikuwa ni mwanamke mwenye adabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hili tulichukue kwenye somo hili kwamba unaweza ukafanikiwa kwenye maisha yako. Mafanikio yasikufanya usiwe na heshima na adabu kwa mume wako kama ni mwanamke. Lakini pia wewe mwanaume, angalia huyu baba naye alikuwa na ushirikiano na mke wake. Alimsikiliza mke wake. Mengi ambayo alikuwa akiyaleta alikuwa anakubali kwa sababu yalikuwa yana akili. Bwana asifiwe jamani. Hii ni mojawapo ya ndoa inayotufundisha kitu kwenye Biblia. Inatufundisha nini? Umoja na ushirikiano wa familia. Bwana asifiwe. Kwa jambo la pili tunajifunza ni umoja na ushirikiano wa familia. Mwanamke huyu alifanya maamuzi baada ya kumshirikisha mume wake, hakuamua mwenyewe. Umoja na ushirikiano hujenga familia imara na yenye maendeleo. Hata wanaume na sisi tunatakiwa tu washirikishe wake zetu. Lisiwe jambo la upande mmoja. Bwana asifiwe. Hili somo linatusaidia sote, hata mimi linanisaidia. Jambo la tatu tunalojifunza ni hili. Wema na ukarimu huzalisha deni kwa anayetendewa. Wema na ukarimu huzalisha deni kwa anayetendewa. Na kusubiria uandike. Sijui kama mwanga unaweza ukawa unaathiri hiyo. Hebu angalia kama mwanga unaathiri. Iko vizuri? Sio kama mwanga unaathiri. Moja wepo hapo Qur'ani hiyo. Nasema
wema na ukarimu huzalisha deni kwa anayetendewa. Maji, ungekaa hapo kabisa mwenye urani hiyo kitu. Sogeza mbele sasa. Wema na ukarimu huzalisha deni kwa anayetendewa. Tunasoma mstari wa 11 mpaka 16a. Biblia inasema ikawa siku moja akafika huko. Nani akafika huko? Elisha. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Unaweza ukasogea hata kwenye engo ya huku kama hapo bado mwanga unasumbua. Yaani ukakaa hata hapa kabisa. Sio tatizo. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii. Utendewe nini? Sema, utendewe nini? Ndio. Hili ni deni. Nasema hivi, wema na ukarimu huzalisha deni kwa anayetendewa. Yaani mtu ukiwa unamfanyia wema tu, unamfanyia matendo ya wema, kuna kitu kinatengenezeka ndani mwake. Kitu hicho kinaitwa deni. Kitu hicho kinaitwa nini? Deni. Yule mwanamke akamwambia, mimi sihitaji chochote. Akaona hapana. Akamtuma mtumishi wake Gehazi, akasema, hebu angalia huko. Kutakuwa kuna kitu tu kimepungua. Gehazi akamwambia, ana mtoto huyu. Na maana tokea wanakuja pale hajawahi kumuona mtoto. Akamwambia, huyu hana nini? Mtoto. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu umefika wakati wameridhika na jinsi walivyo. Wameridhika na matatizo yao. Jamani, usiridhike na matatizo yako wakati Mungu bado yupo. Amen. Yaani usije ukaochukulia tu poa tu kwamba basi bwana. Mungu alimpa Sara mtoto akiwa na miaka 80. 90. Akiwa na miaka 80. Haya, wewe una miaka 45, una miaka 40, una miaka 38, 35. Bado. Amina. Amen. Atakuja tu huyo mtoto wa miujiza. Hata kama ni mmoja kwenye uzee wako atakuja. Lakini si ni mtoto? Akasema basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mume wake ni mzee. Akamwambia, kamwite. Akaenda kamwita yule mwanamke Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Bwana asifiwe. Amen. Ukarimu na wema huzalisha deni kwa anayetendewa. Haya, tuangalie jambo la 4 kwa sababu ya muda. Tunajifunza kuhusiana na neno la kweli la mtumishi wa Mungu linapaswa kupokelewa kwa imani. Neno la kweli la mtumishi wa Mungu linapaswa kupokelewa kwa imani. Andika hiyo. Neno la kweli la mtumishi wa Mungu linapaswa kupokelewa kwa imani. Napaswa kupokelewa kwa imani. Kwa sababu mstari ule wa 16 Elisha anamwambia yule Mshunami, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia nani? Mwana. Sasa mstari wa 16b yule mwanamke akasema, la, yani hapana bwana wangu. Wewe mtu wa Mungu usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yani mwanzoni hakuamini. Hakufanya nini? Yeye anaambiwa neno na mtumishi wa Mungu alafu anasema uongo. Lakini nini kilitokea? Mstari wa 17 yule mwanamke akachukua mimba. Akazaa mtoto wa kiume. Wakati huo mwakani kama Elisha alivyomwambia. Bwana asifiwe. Unajua hapa duniani kuna watumishi feki na watumishi original wa kweli wa Mungu. Watumishi wa kweli wa Mungu, maneno yao wakitamka huwa yanatokea.
Hapa amemwambia tu mwakani kama sasa hivi utakumbatia mwana. Labda yule mama alizani kwamba sasa labda angemuita mwekee mikono sio afanye nini. Akanambia Bwana akamwambia usinidanganye. Wala Elisha hakujaribu kuprove chochote. Yaani wala hakutaka kumuelezea sana. Yeye alichosema anamwamini Mungu kitatokea na kikaja kutokea. Kwa hiyo haya maneno, unajua maneno ya mtumishi wa Mungu mengi ni haya ambayo yanasemwa madhabahuni. Mfano kama hili somo la leo, hebu yafanyie kazi. Ukiyafanyia kazi haya maneno, utamuona Mungu akikusaidia. Wewe muombe Mungu, tusema, yaani Mungu kama uliweza kumsaidia yule mwanamke Mshunami kupata mtoto, mimi ninakuamini leo unaweza kunisaidia na mimi kupata mtoto. Amen. Au kama ni kazi au ni nini, kitu gani ambacho unataka kizaliwe kwenye maisha yako? Unapitia kwenye utasa gani? Jamani, Mungu anaweza kutusaidia. Amen. Haya maneno, hata ukisoma neno la Mungu yenyewe linatosha kufanya kitu kwenye maisha yako. Ukiliamini neno la Mungu linatosha kufanya kitu kwenye maisha yako. Jambo la 5, unapotoa kwa Mungu sadaka zako zinakuwa ukumbusho unapopitia mabaya. Unapotoa kwa Mungu sadaka zako zinakuwa ukumbusho unapopitia mabaya. Ana upo? Bwana asifiwe Ana. Amina. Asante, nimefurahi kukuona. Unapotoa kwa Mungu sadaka zako zinakuwa ukumbusho unapopitia mabaya. Tayari umeshaandika au unamalizia? Kama naenda haraka sana niambie, nisitaki nifundishe tu alafu utoke una vipointi viko nusu nusu. Sema hivi alikuwa anataka kusema na alimaliziaje? Unapotoa kwa Mungu sadaka zako zinakuwa ukumbusho unapopitia mabaya au magumu. Tayari umeshaandika? Sawa. Unajua Waswahili husema wema hauozi, si ndio? Mama huyu kiongozi kama asingelitenga chumba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, asingelikuwa na kitanda cha kumlaza mwanae alipofariki. Narudia tena. Mama huyu kiongozi kama asingelitenga chumba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, asingelikuwa na kitanda cha kumlaza mwanae alipofariki. Unapotoa kwa Mungu sadaka zako zinakuwa ukumbusho unapopitia mabaya. Jamani, sawa? Zinakuwa nini? Zinakuwa ukumbusho. Zinakuwa ukumbusho. Haya. Angalia ule mstari wa 30 na mstari wa 21, wa 20 mpaka 21. Akamchukua akampeleka kwa mamaye, naye akakaa magotini mwake hata adhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Bwana asifiwe. Amen. Kama asingekuwa na chumba, angewapata wapi eneo la kumweka mtoto? Si ni wema ule? Ile silikuwa ni sadaka kwa mtumishi wa Mungu, si ndio? Mtoto kafariki. Kwa hiyo tayari kuna ukumbusho, huyu mtumishi wa Mungu huwa analala hapa. Haleluya. Ningekushuhudia shuhuda nyingi sana, lakini sasa naona muda sio rafiki sana. Lakini mimi nakwambia tu, wewe endelea kumtolea Mungu. Unapomtolea Mungu, sadaka zako zinakuwa ukumbusho. Unakuwa na mahali pa kurejea. Mungu, naomba ukumbuke. Najua sadaka inaweza ikawa sadaka kwa maana ya sadaka hii, inaweza ikawa sadaka hiyo ya kuwakirimu wahitaji, lakini inaweza ikawa ni utumishi wako mbele za Mungu. Na yenyewe ni sadaka. Ile commitment yako, jinsi unavyojitoa, ile na yenyewe ni sadaka. Uaminifu wako, ile ni sadaka. Mnamkumbuka Mfalme Hezekia? Alipoumwa, aligeuka akatazama ukutani, akamkumbusha Mungu mambo yote mema ambayo aliwahi kuyafanya.
Mungu akakumbuka. Sio kwamba Mungu anasahau. Sala yako imebeba nini? Kwa sababu sala yako lazima iwe na hoja nzito. Hezekia alipomkumbusha Mungu, Mungu akamponya lile jipu ambalo lilikuwa limemtesa na akamuongezea miaka 15 mingine ya kuishi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huu utumishi unaofanya mbele za Mungu, sadaka zako unazotenda, unazotoa, wema wako unaofanya, siku moja utakuja kukuletea mema, utakuja kukutoa. Sawa? Kwa sababu utakuwa ukumbusho. Huyu mama akachukua mwanae huyu akapanda mpaka gorofani. Akaenda akamweka kwenye kile kitanda ambacho alikuwa amemwandalia nani? Elisha. Alafu akafunga mlango. Akaenda kumtafuta Elisha huko alipo. Bwana asifiwe jamani. Unapotoa kwa Mungu, sadaka zako zinakuwa ukumbusho unapopitia mabaya. Waswahili husema wema hauozi. Wema huwa hauozi. Mama huyu kiongozi kama asingelitenga chumba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, asingelikuwa na kitanda cha kumlaza mwanae alipofariki. Jambo la 6. Usiombe mara moja halafu ukakata tamaa. Usiombe mara moja halafu ukakate tamaa. Omba kwa bidii na imani mpaka majibu yapatikane. Narudia tena. Usiombe mara moja halafu ukakate tamaa. Usiombe mara moja halafu ukakate nini? Tamaa, koma. Omba kwa bidii na imani mpaka majibu yapatikane. Omba kwa bidii na imani mpaka majibu yapatikane. Umeshamaliza kuandika? Haya, tunaona kwenye kitabu cha Wafalme, hiyo tunasoma mlango Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 31 na 32. Lakini nitasoma kuanzia 22. Nimesema usiombe mara moja halafu ukakata nini? Tamaa. Omba kwa bidii na imani mpaka majibu yapatikane. Tayari? Angalia mstari wa 22. Nimesema tutasoma 31 na 32, lakini ngoja ukipate kisa kizima nitaanzia mstari wa 22. Kisha akamwita mumewe akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda mmoja ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Ilikuwa ni baada ya mtoto wake kufariki. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Si mwandamo wa mwezi wala Sabato? Akasema, si neno. Yaani safari tunaona huyu mama akiwa na imani. Mume wake hapa ndo anamwambia, bwana, sasa hivi ni vigumu. Huyu sio mwanzo wa mwezi wala sio Sabato, acha kwenda kumsumbua mtumishi wa Mungu. Yaani ni kama vile alishakubaliana na hali kwamba huyu mtoto basi bwana tu tuzike. Lakini yule mwanamke akamwambia hapana. Mstari wa 24. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usipunguze mwendo nisipokuambia. Basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima wa Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomwona kwa mbali akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama Mshunami yule kule. Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki ukamwambie, hujambo? Mume wako hajambo? Mtoto hajambo? Akajibu, hawajambo. Huyu mwanamke na maana hakutaka kumwambia Gehazi. Yaani alitaka aonane na Elisha mwenyewe. Naye alipofika kwa yule mtumishi wa Mungu kilimani, alimshika miguu. Yaani alianguka kwenye miguu. Mtumishi wa Elisha ambaye anaitwa Gehazi akakimbia ili amuondoe. Lakini mtu wa Mungu akamwambia, mwache, maana roho yake ndani yake ina uchungu na Bwana amenificha wala hakuniambia. Yule mwanamke akasema, je, naliomba mwana kwa bwana wangu? Akamwambia, mimi sikuomba mtoto. Mimi sikusema kwamba unanidanganya. Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, jikaze viuno, ukachukue fimbo yangu mkononi mwako ukaende zako. Ukikutana na mtu usimsalimu, na mtu akikusalimu usimjibu. Ukaweke fimbo yangu juu ya uso wa mtoto. Hili lilikuwa ni jambo la kwanza, ni tukio la kwanza la maombi, la kuchukua fimbo kwenda kumwekea nani? Mtoto. Je, mtoto alifufuka? Hakufufuka. Hakufufuka. Kwa hiyo ni kama aliomba mara ya kwanza, halikutokea. Ndio maana nasema
Usiombe mara moja alafu ukakate tamaa. Omba kwa bidii na imani mpaka majibu yapatikane. Haya. Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, okay? Ili akapeleka fimbo. Mstari wa 30. Na mama yake yule mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako aishivyo, sitakuacha. Basi akaondoka akamfuatilia. Sasa anaenda yeye mwenyewe. Mstari wa 31. Na Gehazi akawatangulia, akaiweka ile fimbo juu ya uso wa mtoto, lakini hapakuwa na sauti wala majibu. Kwa hiyo hakufufuka. Wewe fikiria mtumishi wa Mungu kama Elisha. Anaomba mara ya kwanza hakuna majibu. Kwa nini hivi mnawalaumu watumishi wa Mungu? Hana upako. Mara nyingine unatakiwa uombewe mara nyingi. Huyu unakumbuka alifanya nini? Elia alishusha moto. Lakini wakati anaomba mvua ije, aliomba mara 7. Mara ya kwanza tuliona wiki iliyopita, mvua haikunyesha. Akaenda mpaka mara 7. Sasa wewe unataka mtu akuombea mara moja. Inawezekana mara nyingine ukiombea mara moja ukapata uponyaji. Lakini vitu vingine vinahitaji muda. Unakumbuka hata Bwana Yesu alimwombea yule mtu aliyekuwa kipofu. Mara ya kwanza akaona kidogo, tena akaona kidogo kama vile akawa anaona watu kama anaona miti. Yaani clear vision ilikuwa haipo. Akaomba mara ya pili. Sasa huyu ni Bwana Yesu. Si ndio? Haya, sasa wewe unaombea mara moja, mara mbili, jambo yenyewe kila siku naombewa ili nitakuwa ni tatizo langu. Utaondoka duniani. Kinachotakiwa ni kukubali kumfuata Mungu, kukubali kuombewa, kukubali kuomba na wewe mwenyewe. Na hata jambo lako usiombe mara moja. Kama mara moja likifanikiwa sawa, lakini kama unalihitaji na unasikia una nguvu, endelea kuliombea. Sawa jamani? Mstari wa 31. Na Gehazi akawatangulia, akaiweka ile fimbo juu ya uso wa mtoto, lakini hapakuwa na sauti wala majibu. Basi akarudi ili kumlaki, akamwambia akisema, mtoto hakuamka. Basi Elisha alipofika nyumbani, tazama mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. Kwa hiyo usiombe mara moja. Sawa jamani? Yes. Pointi ya mwisho ambayo tunajifunza kwenye somo la leo ni hii. Lakini tunajua kabisa kwamba huyu mtoto baadaye alikuja kufufuka, si ndio Na yale ambayo aliyafanya nakuja kuelezea hii kwenye pointi ya 7. Jambo la 7 tunalojifunza ni hili. Nguvu iliyo katika faraga. Tunajifunza kuhusiana na nguvu iliyo katika faraga ya maombi. Nguvu iliyo katika faraga ya maombi. Au nguvu iliyo katika maombi ya faraga. Nguvu iliyo katika faraga ya maombi au nguvu iliyo katika maombi ya faraga. Mungu ni mwema sana. Umeshaandika? Haya, tusome kwanza alafu nitafafanua. Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 33 mpaka 37. Basi akaingia ndani, Elisha huyo, akajifungia mlango. Sema akajifungia mlango. Yeye na yule mtoto wote wawili. Walikuwa wangapi? Aliwatoa watu wote, mama, nani, akabakia yeye na yule mtoto tu. Akamwomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto. Akachukua mdomo wake akaweka juu ya mdomo wa mtoto. Akachukua macho yake akaweka juu ya macho ya mtoto. Akachukua mikono yake akajilaza hivi. Umeona? Kama ndo ungekuwa mama yake yule mtoto. Maana Elisha alikuwa mtu mzima. Si unaweza ndo kamekufa, lakini unaweza ukasema anakaua mara nyingine. Anakasaga maini humo ndani. Ndio maana alitaka kukaa mwenyewe. Ili kama hayo mengine yanatendeka, yatendeke, lakini unajua kuna wakati unahitaji kumwombea mtu faraga. Faraga sijasema kwamba sasa umuite huko chumbani au muende guest ukamwombee. Maana kuna watumishi feki. Anakuambia wewe unakumbuka Elisha alifanyaje? Alimwambiaje? Aliwatoa watu wote nje wakawa wote wawili faraga. Kwa hiyo uje hapa 8 nije kukuombea faraga. Wewe dada usiende. Nasema faraga. Kama hapa unaona kanisani, unaweza ukaja mwenyewe.
mazingira yote yako rafiki hapa au kanisani. Yani huwezi fanyia jambo lolote madhabahuni baya, labda kama huyu mtu sasa ni shetani mwenyewe kabisa. Kwa sababu unapokuwa na faraga, yani hakuna kitu, kwa Kiingereza wanasema distraction, hakuna vitu vingi vinavyoweza kuingilia yale maombi. Ndo kama hii, saa nyingine Roho Mtakatifu anakuambia haya, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, piga magoti. Sasa kama watu wanakuangalia wanasema au jamaa anahangaika leo. Anahangaika kweli kuombea leo. Leo jamaa hana upako. Kumbuka Elisha alitanguliza fimbo na haikumfufua mtoto. Yaani sio kama anafanya justifications kwamba ya kutetea watu ambao wanaombea watu alafu vitu vitokee, hapana. Unaona? Hapana. Kuna watu wengine kweli akimwombea mtu hana hiyo neema hiyo. Sasa sitaki kujifichia huko kwamba sasa sababu unaweza ukatumia ile andiko pia kujifichia. Kinachotakiwa ukiwa mtumishi wa Mungu, mtafute Mungu mpaka aonekane. Mtafute Mungu mponyaji mpaka aonekane. Biblia inasema mtafuteni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Ukiwa committed kwa Mungu, Mungu anakutumia. Tunaelewana? Haya, sasa Elisha alivyoomba mara ya kwanza, akalala juu ya mtoto. Kilichotokea ni nini? Mtoto tu akapata joto. Yaani mwili wake ukatoka kwenye ubaridi. Unajua mtu akifariki anakuwa baridi. Elisha akashuka kwenye kitanda, akaanza kutembea mule chumbani. Anatembea, sasa sijui alikuwa anajichaje, anasema wewe Mungu mweza wa yote. Wewe najua kwamba unatenda maajabu. Ninaomba. Akaja mara ya pili. Mstari wa 35. Kisha akarudi, akatembea nyumbani huko na huko mara moja. Akapanda, akajinyosha juu yake tena. Na yule mtoto akapiga chafya mara 7. Yaani mpaka idadi ya chafya walihesabu. Na nafikiri ni yeye ndio alihesabu kwa sababu alikuwa mwenyewe. Kakapiga mara ya kwanza cha. Hesabu anahesabu tu 3, 4, 5, 6, 7. Namba 7 namba ya ukamilifu. Bwana asifiwe. Kapiga mtoto akapiga chafya mara 7 na mtoto akafumbua macho yake. Akamwita Gehazi. Akasema mwite yule Mshunami. Bwana asifiwe. Huyu unamuona Gehazi. Mpaka hapa alikuwa mwaminifu sana. Na unaona jinsi ambavyo wanavyofuata protocol. Huyu anamtumishi. Yaani huyu Elisha ameshamaliza kumfufua yule. Hamuiti yule mama moja kwa moja. Anamuita nani? Gehazi. Gehazi kamuite yule mama. Bwana asifiwe. Yaani unapokuwa mtumishi wa Mungu lazima uwe na utaratibu. Mambo yako lazima yafanyike nuruni. Bwana asifiwe. Mambo yao. Ndio maana unaona yule mama alipokimbia akaenda kushika miguu ya Elisha. Gehazi mara moja akakimbia kwenda kumtoa miguuni pale. Lakini Elisha ndo akatoa ruhusa, akasema mwache huyu mama. Inaonekana ana uchungu moyoni na Mungu hajanionyesha anapitia situation gani. Haleluya. Sasa sio kwamba sasa ndo ninasema kwamba ninatetea wale wachungaji ambao wana mabouncer 20. Maana kuna watu wana mabouncer 20. Lakini atilisi wawepo watu basi hata wa utaratibu. Maana kuna wachungaji mwingine kama hapa, mfano hapa ningekuwa labda mimi ndo mchungaji na uhubiri hapa. Kuna jamaa hapa amepiga suti nyeusi na miwani meusi katulia. Bouncer fulani hivi. Anawacheki na cheki Zaituni, anamcheki mama. Ukitaka kusogea. Muone? Jamani. Wewe huna malaika wanaokulinda? Muone? Of course wanaweza kawepo watu wa utaratibu, lakini wewe kwa nini untouchable? Sasa kama una hofu namna hiyo na maisha, Mungu wa nini kwenye maisha yako? Si ndio? Kama unamtumainia Mungu, au mabouncer 20 wote wa nini? Wanakulindaji wewe? Bwana Yesu si alisema pale kwenye Marko, kama nikitaka naweza nikamwomba Baba akanitumia majeshi 12 ya malaika yakaja kunitetea. Si ndio? Yes, wapo tu basi watu wa utaratibu kama Gehazi hivi, lakini sio watu wa kutisha, yani mpaka unaogopa kumsogelea mtumishi wa Mungu. Akiwa anaingia kule wanne kama roboti. Akiingia kanisani wakati huo, hata kama mlikuwa mnasifu na kuabudu, ibada zinakoma wakati huo, anachukua maiki, hata hujamuona, hata hajafanya chochote, anaanza kumwaga upako.
hajasema hata habari za leo jamani, hajaona hata kinachoendelea. Jamani. Ndio maana unaona watu wengi kwenye makanisa kama hayo ni kama vile wanaabudiwa. Bwana asifiwe. Siwasemi, mimi nazungumza hali halisi. Sababu najua hii video itaenda mbali sana huko duniani. Mungu awasaidie. Jamani, Mungu awasaidie. Ndipo akaingia, akamwangukia miguuni, akainama mpaka chini, kisha akamchukua mwanae akatoka. Kule mwanamke akaja akamchukua mwanae kutoka mikononi kwa nani? Kwa Gehazi. Mtoto alifufuka, hakufufuka? Mungu anaweza, hawezi? Haya, siku ya leo Mungu afufue vitu ambavyo vimekufa kwenye maisha yako. Mungu afufue vitu vilivyokufa kwenye maisha yako. Basi naomba tuinamishe vichwa vyetu, mshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe huu. Mwenyezi Mungu mtakatifu, Baba yetu, ninakushukuru kwa sababu umetufundisha leo somo hili kuhusiana na mwanamke Mshunami na jinsi ambavyo ulimtendea muujiza kutokana na ukarimu ambao alikuwa nao. Baba, tusaidie tuwe na mioyo hiyo ya ukarimu, kwa sababu neno lako linasema wengine waliwakaribisha malaika pasipo wao kujua. Kupitia tu ukarimu, tuondolee mioyo ya ubinafsi, mioyo ya kujitazama tu wenyewe, mioyo ya uchoyo, na utuponye watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Tubariki sote Mungu, na ukapate kwenda kutuzidisha katika jina takatifu la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.